God using you. Juu ya Mungu kukutumia wewe. Amen. Amina. I want to believe Nataka kuamini that God is using me ya kwamba Mungu ananitumia for a certain purpose. kwa sababu ya lengo fulani. And also, Na tena I want to believe that God is about to use you nataka kuamini Mungu ako karibu sana also for kukutumia a certain kwa purpose. sababu ya kusudi fulani. And this morning, Na asubuhi ya leo I want to believe nataka kuamini that number one, ya kwamba ya kwanza God is about to use you for yourself. Mungu anataka kukutumia kwa niaba yako. Mungu akutumie kwa sababu yako mwenyewe. Amen. Amen. If he will change your life, Kama atabadilisha maisha yako, may he use you to change your life. akutumie wewe kubadilisha maisha yako. Amen. May you become a victorious person. Fanyika mtu mshindi. May you win on your behalf. Shinda kwa niaba yako. Someone might not be living in you, Kuna mtu ambaye haamini juu yako, but in the name of Jesus, lakini katika jina la Yesu, may you win on your behalf. shinda kwa niaba May you yako. become victorious on your behalf. Fanyika mshindi kwa sababu May you yako. make it in life on your behalf. Fanyika maishani kwa niaba yako. When you'll buy a car, Wakati utakaponunua gari, because you're going to do it very soon, amen, kwa sababu tutanunua hivi karibuni. I have released it in Jesus' name. Tumepokea katika jina la Yesu. May you carry yourself in comfort. Jibebe katika mahali pa utulivu. Wacha nikwambie, katika maisha kama utaenda vizuri, enda vizuri ili ufurahie. Amen. Mutiranyita thina wanyu ni umwe na mwenda juge na Gikuyu no nguga na Githungu to service ya Githweri na Githungu no reke juge na Gikuyu nigetha munyite. Ongorwo ni uguthi wega muturire-ini, thie wega nigetha we ukenere muturire ucio. Ni Githungu kirari thina. If it is going to be powerful in your life, Kama itakuwa ya nguvu maishani mwako, may it be powerful in your life so that you celebrate that life. ikuwe ya nguvu maishani mwako. The Bible says Biblia inasema that you will taste the greatness of the Lord ya kwamba utaonja ukuu wa Mungu in the land of the living. katika nchi ya May you wanaoishi. begin it now. Anza sasa. Amen. Amina. To those who are writing, Kwa wale wanaoandika, write this andika hili because it is powerful. kwa sababu lina nguvu. In the book of Psalms chapter 73 verse 25. Zaburi 73 mstari wa, Give me that Bible verse. tupatie andiko hilo. Psalm chapter 73 Zaburi 73 verses 25. mstari wake wa 25. The Bible says, Inasema, whom have I in heaven but you? ni nani niliye naye mbinguni? And earth, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Ni nani niliye naye mbinguni wala duniani sina cha kupendeza ila wewe. This is the Bible Hii ni that Biblia. was encouraging someone from God. Ilikuwa inatia mtu nguvu kutoka And kwa God Mungu. Na says, Mungu akasema, whom have I ni nani niliye in naye heaven? katika And mbinguni whom have I on earth ama huku duniani but you? ila wewe. If God has you Kama Mungu ako nawe on earth, katika duniani, may you make it in this life. fanyika maishani. Kama mbinguni na duniani ako na wewe, si basi hapa duniani ufanyike. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba as it is done in heaven, Kama ilivyo inayofanyika mbinguni, so shall it be pia hapa duniani. otoria wikaga kuu iguru.
ni wekwo guku thi. If greatness is made in heaven, Kama ukuu unafanyika mbinguni, may you become great on earth. fanyika mkuu hapa duniani. Amen. Sasa simushike hii neno. If God Kama Mungu is the God of grace in heaven, ni Mungu wa neema ya mbinguni, may that grace carry you on earth. hiyo neema ikubebe duniani. If the Bible says Kama Biblia inasema that God has everything in heaven, Mungu ana kila kitu mbinguni, so shall it be with you on earth. ili kiwe nawe hapa May duniani. you have everything Pata kila on kitu this earth, katika dunia because he hii, said, kwa sababu anasema has nothing I desire Hakuna besides you. hakuna kitu ninachotamani ila wewe. Praise the name of the Lord. If healing Kama uponyaji belongs to God ni ya Mungu in heaven, huko mbinguni, shall you be healed on earth? nawe ponywa hapa duniani. Na kuanzia saa hii uamini ya kwamba magonjwa hayatakutoa hii dunia, Amen. kwa sababu kama uponyaji, he is our healer. May you be healed on earth. Ni mponyaji wetu, nawe ponywa katika dunia hii. Sababu watu wengine hawashiki. Hebu mwambie, kama ifanyikavyo mbinguni, Kama ifanyikavyo mbinguni, ifanyike hapa duniani kwa sababu yako. ifanyike hapa duniani kwa sababu yako. Sasa ikiwa ni Mungu huumba watu, si akupatie mwanaume mmoja mwenye ameumba akuoe? No, gaidagi ubado ako imemudu. Mungu hawezi umba watu wa kunyime mtu. Si katikati ya wale watu ni nini youths mnainama? Si kama Mungu ndiye aliumba watu, si achukue mmoja mwenye aliumba akupatie? No, my summer singleness, no, and especially with this weather. Kama ndiye aliumba watu, achukue mmoja akupatie. Kama Mungu ndiye aliumba watu, si achukue msichana mrembo, akona nywele mzuri, akona ndonyi, akona hii mwanya, akupatie? Si ni wake? As it is done in heaven, shall it be on earth. Sema, may God use me. May God use me For myself. for myself. Si Mungu tu akuchukulia kitu kimoja. Kama yeye maandiko yanasema ya kwamba ng'ombe walio milimani ni wake, si achukue akupatie ulishe kwako. The Bible says the world belongs to him. Biblia inasema dunia ni yake. If the world belongs to him, Kama dunia ni yake, may he go and cut somewhere aende akate mahali and give it to you, na so akupatie, that you can build a house. ili ujenge As nyumba. it is done in heaven, Inavyofanyika shall it mbinguni, be done on earth. hata ifanyike duniani. Ithe igoro na thĩ ti gwake. Igoro na thĩ nĩ kwao. Nĩ enyũre ĩka akũne, ndenyũre handũ akũne, ta ũrĩa gwĩkagwo kũu igũrũ onaguo nĩ gwĩkĩke Gũkũ thĩ. si mbingu na dunia ni yake. Akate mahali, na tunamuomba katika jina la Yesu. Huu ni mwaka wa kupanuka. It is our year of expansion. Ni mwaka wa kupanuliwa. Akukubalie upanuke katika jina la Yesu. Amen. That I have nothing I desire Sina cha kupendeza besides you. ila wewe. If I have nothing to desire apart from him, Kama sina za kitu cha kupendeza ila yeye, may he now become the desire of my heart. naye afanyike tumaini la moyo wangu. May he restore hope in your life. Arejeshe tumaini May maishani he mwako. raise you up. Akuinue. And in the name of Na Jesus, katika jina la from Yesu, today, kuanzia you leo will never be silenced by evil. hautanyamazishwa na uovu. Amen. Mungu asikubali unyamazishangwe na tuvitu twa kishetani, ya kwamba unapoenda kufurahia
unanyamazishwa na umaskini. Unapoenda kufurahia maisha unanyamazishwa na kaugonjwa. Hapana, kama yeye ndiyo tamanio la moyo wake, if he is the desire of your heart, kama yeye ndiyo matumanio ya moyo wako, you will not be silenced by poverty. Hautanyamazishwa na umaskini. Ati wathi gukena, ukienda tu kufurahi kidogo unakumbuka huna pesa. Ukienda kuingia The Mark Hotel unakumbuka ndaingira huko nadilionake, unageuza njia. Hiyo tabia itakoma, kwa sababu kama yeye ndiye tamanio lako, utaingia mahali moyo wako unapenda, utakula kile moyo wako unapenda, watoto wako wataishi vile wewe unapenda, watasoma vile wewe unapenda, utajenga nyumba ile unapenda, utaenda mataifa ambayo unapenda. You won't be silenced by evil. Uovu hautakunyamazisha. Hallelujah. Amina. May you receive the grace to live on a mountaintop life. Pokea neema ya kuishi maisha ya mlima juu. And this grace is paramount. Na hii neema ni kubwa sana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. How does God use people? Mungu hutumia watu aje. Number one. La kwanza, if you feel as like you are weak, ukijihisi mnyonge, don't worry. Usiogope. You are weak enough, wewe ni mnyonge ya kutosha, for God to use you. Mungu akutumie. Amen. Because some people might think, why am I weak? Watu wengi hujiuliza kwa nini mimi ni mnyonge. Listen. Sikiza. In your weakness, katika unyonge wako, that is in the abundance of God. Hapo ndipo utele wa Mungu. Na usistuke wakati hata kwa familia wewe unaonekana ukiwa mnyonge. Unajua yule mtu ambaye ni mnyonge hata kwa familia hapendeki sana. Wakati unapitia challenges ambazo watu wanazielewa, wewe unapitia challenges ambazo watu wanaelewa, like in your family wanajua saa hii unapitia hali ngumu ya uchumi, hauna pesa, hawakupigi simu, hawakutafuti. Don't worry. Usiogope. In that weakness, katika unyonge huu, that is where God comes. Hapo ndipo Mungu huja. You are weak. Ni mnyonge kweli. And that is why God will use you. Na ndio sababu Mungu atakutumia. Amen. Listen. Sikiza. The Bible says in the book of Psalms, Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, that God is so close to the broken hearted. Mungu yu karibu na moyo uliovunjika. So for God to come close to you, ili Mungu akukaribie, you must be undergoing a certain circumstance, lazima uwe unapitia hali mahali that has broken you, ambayo imekuvunja. Na katika kukosa watu wapo ndio wanatafutanga Mungu. People do not go before the Lord, watu huwa wanaenda mbele za Mungu mostly when they are satisfied. Sana sana wakiwa wako sawa. They go before the Lord, bali huendea Mungu when they are lacking, wakati wanakosa. If you have everything, kama una kila kitu, and you are still looking and seeking for the face of God, na bado uyatafuta uso wa Mungu, you will live long in this world. Utaishi sana duniani hii. If you have nothing, kama hauna kitu, and you are seeking the face of God, na utafuta uso wa Mungu, He will grant you the desires of your heart, atakupatia because you have gone where it is supposed to be gone. Maana umeenda mahali ambapo panafaa uende. Aria mena indo na no maretho thio wa Ngai, Ngai ni aguturania nao muno. Na waria matari kindu na ni maretho thio wa Ngai, kindu kiu ni megukiona tondu mathiete haria hagiriire. Munyitaga wega na Gikuyu. Hallelujah. Are we together? So it is okay to feel weak. Ni sawa kuwa mnyonge. It is okay to feel lacking. Wala kuhisi hauna. It is okay to feel broken hearted. Ni sawa kusikia moyo wako umevunjika. Because in it, kwa sababu ndani yake you find God. Unamtafuta Mungu, unapata Mungu. Amen. Listen.
Sikiza, weak people watu wanyonge who depend on God wanaotumainia Mungu are the ones he often chooses to use. hao ndio anachagua kutumia. Weak people Watu wanyonge who decides wanaoamua to seek for God, kutafuta Mungu, those are the people hao ndo watu he decides to use. anatamani kutumia. God does not work with the proud. Mungu hafanyi kazi na wenye maringo ama kiburi. God cannot work with a proud man. Mungu hawezi akafanya kazi pamoja na mtu mwenye kiburi. God will always work with humble and the weak. Bali hufanya kazi wanaonyenyekea na walio wanyonge. What is weakness? Unyonge ni nini? In spirituality, Katika hali ya kiroho it is a place ni mahali of brokenness, ya kuvunjika, a place where you can kneel mahali ambapo unaweza piga and magoti forget that you have a new suit, na usahau uko na suti mpya, a place where you can cry mahali ambapo unaweza ukalia and wipe off your mucus na upanguze makamasi yako on your makeup, na bado ukiwa umetia vitu vya ulembo. wa mama, mumesikia ati mupanguze makeup yenu, amen, ikakuwa ndogo. Tunakupenda hata kama hauna hata kama hauna, sisi tunakupenda. Amen. Amen. Kama kuvunjika kwako ndiko kutaharibu makeup yako, tutakupenda hata kama hauna, lakini uvunjike mbele za Bwana. Kama kuvunjika mbele za Bwana, utainama mpaka wigi yako itoke ianguke. Tunakupenda na hizo lines ziko ndani ya wigi. Msifikiria hatujui, tunajuaga ndani ya wigi kuna maraini. Tunakupenda hivyo. Abu, angalia mtu ako na wigi, mwambie nakupenda na hizo line ziko ndani. Hapa mnafikiri hatujui, ndani ya wigi mnaanzaga na line. Na kuna wamama wengine wanaendaga hata zaidi, wanashona zimekaa hivi ndio ishike vizuri. Tutakupenda hata kama uko na hizo, lakini kuvunjika kwako mbele za Bwana ndiko tunatafuta. Your brokenness before God, kuvunjika kwako mbele za Mungu, must bury the flesh beauty. Lazima uzike urembo wa nyama. When you concentrate so much on the flesh, unapowekea sana mambo ya mwili, God will not be able to use you. Mungu hataweza kukutumia. Hallelujah. Hallelujah. Tunawapenda hata na kunyoosha. Ona kunyorokia guo, turakwenda guo, fata ni ugwe mbere ya Ngai akwende. Amen. Tondu Ngai akwenda agwitikire, ni agwitikiria gukuhe kiria gitumaga ithui tukorwo turi murigo hariwe. Mungu akikupenda akutumie. Sasa kama saa hii mkipewa gari na Mungu, si mtatubeba? Si mpewe mtubebe? Amen. Si ukipewa nyumba, si tutakuja kufungua na tukule? Si upewe tukuje sherehe? Amen. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo hauna na vimefungia furaha yetu. Yes. Pewa nyumba na Mungu, tukuje. Watoto washinde wakicheza mchana 6 waende, sisi utufungulie sherehe from 6. Halafu natafuta huko nyuma, tunaingia kama sisi wale ambao hatujawahi rukarukia bouncing castle, kabla itolewe tunagoja kagiza kaingie. Muru agategema na homa itamaigana. Si hata nyinyi, kwani wewe ni rugaruga bouncing castle? No uthure kuoyo kwina sherehe ikorwo ikuo. Uge ciana cieherio ndikambe kuhuhurwo. Utegema na homa itamaigana. Hey, the Asen are na birthday. Ngeterera ciana ithie. Gacuimo karia kao kahuhagirwo. Ndarikire homeri. Na ngeigua wega tondu maundu macio matiari kuo, nie ngika atia? Kuna mambo ambayo hauna na yamezuia furaha yetu. Pewa pesa unipeleke lunch. Hebu ambia mwenzako, kile hauna na kimefungia furaha yangu, pewa. Kile hauna na kimefungia furaha yako, pewa.
Wengine hawafanyi harusi, na ndio hapa hatuna mchere Saturday. Sasa harusi ambayo iko hapa iko tarehe 11. Si tukuaga na harusi kila Saturday. Unatunyima fomu kwa nini? Pewa mtu na upewe mzungu. Wakimodhokeri otari na nikigiragia gene heo. Sometimes my happiness is bound with your blessing. Sana sana furaha yangu imefunganishwa na baraka zako. Mnajua ninakuwa nemuenede guo cia hoiti cia kunyithania mohiki jereka guciekira haha hende oria ya jamwas. Si ni makosa? Kama inafanyika mbinguni, hata hapa duniani ifanyike. Wegora we matuine neo we guku. In your weakness, katika unyonge wako, may you find your strength. Pata nguvu zako. Hallelujah. Amen. Hebu angalia mwenzako, mwambie ni nini ambacho hauna na kinazuia furaha yangu. Ni nini ambacho hauna na kinazuia? Listen to this. Na wale wanaandika waandike. God is not looking for superstars. Mungu hatafuti wanaojulikana. He is looking for surrendered hearts. Bali mioyo ambayo imejipeana kwake. You cannot serve God as a superstar. Hawezi tumikia Mungu kama mtu anayejulikana. As a surrendered person. Lakini kama mtu aliyejipeana. When you surrender before God, ukijipeana mbele za Mungu, He will use you. Atakutumia. Mungu hatabui maselebu. Ati uende kumwambia mimi ndio naitwa Muthee Kiegei. Hapana. Mungu hajui Anita Alex na Wagifadhi wale wanaimbaga. God knows a surrendered heart. Mungu anajua roho iliyojipeana kwake. Ati Mwathani uhoro waku ginyoka ligano nuwe Ngai umugeithagie I Mwathani arogocwo njitagwo Nyambura wa Muthoni ngurehagira tafarira yani gwakia thayu ndoyo guo. God knows a surrendered heart. Mungu ajua moyo uliojipeana kwake. If you want God to use you, kama wataka Mungu akutumie, in even delivering your family from what troubles it, pia kukomboa familia yenu na kile ambacho kinasumbua, surrender before Him. Jipeane kwake. God does not look for superstars. Mungu hatafutangi wanaojulikana. He works with the surrendered people. Bali anafanya kazi na watu ambao wamejipeana. People who can fast and pray. Wale ambao wanaweza funga na kuomba. People who are ready to change from their wicked ways. Wale ambao wako tayari kubadilisha kutoka kwa njia zao. People who are ready to run from the sin. Wale ambao wako tayari kupotelea dhambi. People who break before Him. Watu wale ambao wanavunjika mbele zake. Forget their class. Wanasahau darasa zao ama level. Wanasahau level vyao. Forget their popularity. Wanasahau kujulikana and seek for Him. Na kumtafuta yeye. In truth and in spirit. Kwa roho na kwa kweli. God will use those people. Mungu atawatumia hao. Ayae. Mungu hakutambui kwa sababu wewe ni celeb. Kuna siku niliona president ni wa Malawi I think. Wakati alikuwa anaapishwa, yeye ndiye aliombesha. Akamaliza kuapishwa akasema, sasa kama nchi nataka tupige magoti. Uwanja wote ukapiga magoti. Anasahau yeye ni rais. Anaambia uwanja wote, kwa sababu Mungu ametupa uchaguzi hapa Malawi ulio na amani, tupige magoti tuombe. That is what God looks in people. Hicho ndicho Mungu utafuta ndani ya wanadamu. Someone who can forget that they have a good bed. Mtu anaweza sahau na kitanda kizuri. Step down. Anguke chini. And kneel before God before you sleep. Pige magoti mbele ya lale ama kabla ya lale. Those are the people that God is looking for. Hao ndio watu Mungu anaotafuta. So that He can use you. Ili akutumie. Bishop, how does God use people? Askofu, Mungu anatumia watu aje? He uses you when you surrender. Anakutumia unapojiamulia ama unajopeana.
God cannot use unsurrendered people. Mungu hawezi akatumia watu ambao hawajajipeana. When you surrender before him, ukijipeana mbele zake, that is when he uses you. Huo ndo wakati anakutumia. And that is why David is saying, na ndipo Daudi akasema, I have nothing I desire besides you. Sina cha kupendeza ila wewe. You have to desire to be used. Lazima utamani kutumika. Sasa ukuji fellowship ya wamama, ukujagi Intimacy Wednesday, ukujagi fellowship ya wazee, wewe kazi yako tu ni kugoja Sunday ifike ukuje. Mungu atakutumia saa ngapi ukikuja kuketi? Ni ujitokeze wewe kwa fellowship tujue unaimbanga. Ni ujitokeze kwa fellowship tujue unahubiringi. Wazee wakwambia na leo wewe kalisi tuhubirie. Mungu aanze kukutumia kwa sababu if you want God to use you, ukitaka Mungu akutumie, make time for him. Mfanyie wakati. Hallelujah. Amina. Don't wait. Usigoje. There is that home. Kuna hilo boma. You want to see a change in your family. Unataka kuona mabadiliko katika familia. Surrender yourself so that you can cause that change. Jipeane mbele za Mungu ili ulete mabadiliko hayo. Go there. Nenda pale. Call your brothers and your sisters. Waite ndugu na dada zako. Tell them. Waambie. I don't have much. Sina mingi. I have 10,000. Lakini na 10,000. But I want to buy new iron sheets. Lakini nataka kununua mabati mapya. Let us change the face of our house. Wacha tubadilishe hali. Surrender yourself and begin doing. Jipeana mbele za Mungu na uanze kufanya. Hallelujah. Amina. I want a compassionate church. Nataka kanisa iliyojaa huruma na utu. How can it become a compassionate church if yourself as a pastor or a bishop cannot give? Inaweza fanyikaje kanisa la huruma na utu na wewe bado be the first giver, kuwa wa kwanza kupeana, and not the first taker, lakini sio wa kwanza kuchukua. For you to be compassionate, ili uwe mtu wa huruma, be the first giver, kuwa wa kwanza kupeana, and not the first taker, lakini sio wa kwanza kupokea. You want to be called compassionate and you are not giving. Unataka kuitwa mtu wa huruma na utu lakini haupeani. How can it be compassion when you are the one taking and not the one giving? Itakuwaje ni ya huruma na iwe ni wewe unachukua kuliko kupeana? You must be the first giver and not the taker. Lazima uwe wa kwanza kupeana lakini sio kupokea. That is how you surrender. Hivyo ndivyo unajipeana. Surrendering, kujipeana, is not a loss. Sio kupoteza. It is an exchange. Ni kubadilisha. When you surrender, you don't lose anything. Ukipeana haujapoteza chochote. It is an exchange. Ni kubadilishana. The surrendering people, watu waliojipeana, they carry might. Wanabeba ukuu. Hallelujah. Amina. To those who are writing, kwa wale wanaoandika, dry people, watu waliokauka, will always criticize, watagairisha, those who are burning with a radical faith. Wale ambao wanachomeka na imani iliyo na nguvu. When you carry a certain faith, ukibeba imani fulani, don't be silenced, usinyamazishwe by dry people, na watu waliokauka. Because the work of a dry person, sababu kazi ya mtu aliyekauka, it is to criticize a person who carries faith. Ni kugaili mtu ambaye amebeba imani. Hata katika familia, wale watu wako na imani ya kwamba wazazi wao wanaweza ishi vizuri, they face criticization from other children who are dry. Wanapata kukejeliwa na watoto ambao wamekauka. Criticism, kukejeliwa, is a sign that you are growing. Ni ishara unakomaa. Personally, I love critics. Mimi napenda kukejeliwa and criticizers, na wale wanaokejeli, because they help me to change a particular step. Wananisaidia kubadilisha hatua fulani. Mimi hata mkiona kwa mitandao, msiniteteange. The criticizers wananisaidianga kurekebisha mahali fulani. Unajua kuna watu ukukejeli usikie vibaya.
Wakikukejeli usisikie vibaya, tengeneza hapo wanakejeli. Hallelujah. Amen. And it is part of God using you. Na ni sehemu ya Mungu ya kukutumia. Because those people, the Bible says that people who God is using, Biblia inasema watu wale ambao Mungu anatumia, He must show them the way and guide them. lazima awaonyeshe njia na waongoze. Wakikukejeli kwa kejeli zao za madharau, wewe tumia hizo kejeli kujijenga. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yeah, it is a way of God using you. Ni njia ya Mungu kukutumia. I remember when Elijah Nakumbuka wakati Elia presented himself before people who were worshiping gods of Baal. alijipeleka mbele ya watu ambao walikuwa wanaabudu miungu ya They Baali. criticized the way of his working God. Walikejeri jinsi alivyokuwa anatumikia Mungu. But instead of being angry, Lakini kwa kutokuwa na hasira, Elijah lifted his faith to God. Elia kainua imani yake kwa Mungu. And mighty things happen Na mambo makubwa yakafanyika in his presence. katika uwepo wake. Kama kuna mtu ashawahi kukejeli kwa sababu ya umaskini, Mungu akutendee jambo hilo, kitu kigeuzwe kuwa furaha yako katika jina la Yesu. Amen. Kama kuna mtu ashawahi ita familia yenu majina kwa sababu ya ukosefu, muda usiende sana kabla Mungu hajainua mtoto katika hiyo boma, ili wajue ya kwamba the way of criticism, it is a way of a working God. Wajue jinsi ya kukejeri ni njia ya Mungu. Kejuge na Gikuyu tondu munyitaga wega, ndauga na Gikuyu. Kiria wanarumwo ni kwaga. Ngai ni akwe maita meri ma kindu ta kiu, nigetha andu mamenye kinyururi-ini kiao niho woeire witikio waku, Ngai agika undu. Aiko wanarumwo ni gukorwo wi single, Ngai ni akwe kimundu kina 6 pack kihana thigoji haha. Mimi nilienda fasting karibu 6 pack ikuje, imebakisha kidogo, ndigiti hani kufanga. Ngai ni akuhikiria wonagwo to tangigea, nigetha andu mamenye riria makunyururirie we ti kurakara warakarire, woire maguru ugikata hana ugithie ciro gwetia kiria warumagirwo. None ria munyita Gikuyu wega, riu mwenda service itu kia Gikuyu no way. Whatever you lack, Chochote ambacho unapoteza, and they criticized you because of it, na wakakukejeri kwa juu yake, may they know wacha wajue that in the criticism katika kukejeliwa you picked yourself up for faith, ulijiinua imani, and the faith has worked wonders. na imani imefanya maajabu. Hallelujah. Amen. God using me Mungu ananitumia is the best message I ever taught in this church. ni ujumbe ambao sijawahi hubiri hapa. God Mungu does not reward us based on how many souls we win, hatuzawadi kulingana na mioyo mingapi tumeshida, but an obedience to his call. lakini kwa sababu ya utiifu wa mwito wake. God Mungu does not reward you huwa hakuzawadi because of the many people you have called into the kingdom. kwa sababu ya wengi ulioleta katika ufalme, God will always reward you bali huwa anakuzawadi because of accepting the call. kwa sababu ya kuitikia mwito. If you never accepted the call, Kama hujawahi itikia mwito, they could not come back to him. hawangemrudia yeye. Haya, ejoke Gikuyu-ini. Ngai ndagutugaga ni tondu wa andu aria uguciriirie uthamaki-ini, agutugaga ni gwitikira mwito uria winaguo. Korwo ndwetikirire gwitwo, andu matingianoka gwake. Accepting the call is what God rewards. Kuitikia mwito, hicho ndicho Mungu huzawadi. That means Na maanisha
God will use you for him. Mungu atakutumia kwa niaba yake, So that you can call people for him. ili waitie watu kwa niaba yake. And let me tell you, Acha nikwambie, don't fear. usiogope. When God is using you, Wakati Mungu anakutumia, he will sustain you. atakudumisha. There are people Kuna watu who are so much worried about their upkeep ambao wanaogopa sana na jinsi watakavyoishi when they are serving God. wakati wanatumikia Mungu. You cannot serve God Hawezi tumikia Mungu and beg for a bread. na uombe mkate. Amen. David said, Daudi akasema, I was young nilikuwa kijana and now I am old, na sasa mimi ni but mzee, I have never lakini sijawahi seen a man kuona mwanadamu trusting in God, anayetumainia Mungu begging for a bread. akiomba mkate barabarani. I have never seen. Sijawahi ona. Uliza hata hawa wenye wanaabudu hapa mbele, waulize kama wanakuwaga na njaa wanapomtumikia Mungu. Mungu hutafutia mtu wake mkate. The Bible says he is the God who gives the farmer a bread. Yeye, Biblia inasema yeye ndiye hupatia mkulima mkate, So that he can wait for the seeds to germinate. ili agojee mbegu imee. If you stand on behalf of your family Ukisimama kwa niaba ya familia yako and you decide, na uamue, God is going to use me for this family, Mungu atanitumia kwa niaba ya familia hii, don't worry. usiogope. He will provide so Atakupatia that you cannot be ashamed ili on usiaibike. behalf of your Kwa family. niaba ya May familia you receive yako. the grace Pokea to neema change that family. ya kubadilisha May God familia. provide Mungu akupe. so that you can change that ili family. ubadilishe familia yenu. Look at your neighbor and tell your neighbor, just allow to be used. Just allow to be used. Mwambie kubali kutumika. Kubali kutumika. Enda huko kwenu awaambie na moje tekia na moje hoke. Umere jitikia ina moje hoke. Musio ni ukaigira ngari. Amen. Musio ni ukarimwo. Amen. Nyumba ĩno nĩ Ngai gathe ya ndoro. Amen. Arĩa megũkũnyũrũria metagwo dry people. Teutharie nyumba ya mami kwenta bibi wĩna kĩ nĩ ũkamera ndirĩ kĩndũ. Aha. But I have accepted the call. Nimekubalia mwito. Go tell them I have nothing, sina kitu, but I have accepted the call. lakini nimekubali This mwito. family Familia hii must live lazima iishi to a status. katika hali yake. Amen. Amina. It is about accepting the call. Ni juu ya kukubali mwito. God does not reward you for calling people into the kingdom. Mungu hawezi kukuzawadi kwa sababu ya kuita watu katika God ufalme, rewards you for accepting the calling. bali atakuzawadi kwa sababu ya kukubali mwito. May that calling accept you in Jesus' Wacha name. huo mwito ukukubali katika May jina la that Yesu. calling accept you in Jesus' name. Huo mwito ukukubali katika jina la Yesu. As I finish, Ninapomalizia, na leo watu wa online ni wengi. Hata mkuwe wengi hatuongei. Amen. We are not here for words, we are here for the word. hatuko hapa kwa sababu ya maneno, tuko hapa kwa sababu ya neno. Finally, La mwisho, God's plan mipango ya Mungu unfolds inafungua one step at a time hatua moja kwa nyingine when we obey Him. wakati tuna mtii. In being used by God, Na kwa kuwa kutumika na Mungu, He has a plan for you. ana mpango juu yako. You cannot have a plan for God Hawezi kuwa na mpango na Mungu and God hide His plan for you. na Mungu afiche mipango yake juu yako. Gaida hithaga hoiti. Ndũngĩgĩa na mũbango wa Ngai Hawezi pata mpango wa Mungu nake ahithe wake naye afiche yake juu yako. Gaida hithaga hoiti ndahana andũ. Mungu huwa hafichi mipango yake, sio kama mwanadamu. Andũ nĩ mahithaga hoiti. Watu huficha mipango.
Mungu huwa hafichi mipango yake. If you have a plan for him, Kama uko na mpango juu yake, his plan will begin unfolding. mipango yake itaanza kufunguka Each step katika hatua kwa hatua for you. juu yako. The Bible says, I have a plan for you. Biblia inasema katika Yeremia 29, nina mpango mwema Not juu to yako, destroy you, sio ya kukuharibu, but to give you a future. lakini ya kukupa maisha. Huwezi kosea Mungu mpango na wewe ufikiria kona yako. If you have a plan for God, Kama una mpango juu ya Mungu, he always has a plan for you. pia ana mpango juu yako. Hallelujah. Amina. Na watu wasikae chini wafikirie utaisha tu hivyo. Hapana. Kilio tari boya iguru. Kile ambacho hujawahi inua Ndungiguithia. hauwezi kiangusha. Mimi ndio hii kitabu ni mimi nimeiinua. Hii. Na kwa sababu nimeinua hiki kitabu, mimi ndio niko na uwezo wa kukiangusha. Wewe haujaangusha kitabu kwa sababu haujaichukua. Andu matigecirie no ugwe no thire. Kiria mundu atari yoya, Kile ambacho hujawahi inua ndangihota kuguithia. hauwezi akaiangusha. Kuma umuthi, Kuanzia leo, eheria guoya, ondoa uoga, eheria nganja muturire-ini ondoa shaka waku. maishani mwako. We ndungithira, Wewe hauwezi we isha. ndungihuka. Hauwezi isha. Mubango wa Ngai iguru Mipango ya riaku Mungu juu ni yako munene gukira uria ni monaga. mkubwa kuliko wanaoona. Twauga atiriri, Tumesema, mubango wa Ngai mpango wa Mungu uthiaga na mbere huenda na endelea kwirekereria na kujiachilia na o kufunguka uria vile- nawe urathie na mbere na kumutea. vile ambavyo unaendelea kumheshimu. Continue obeying the Lord. Endelea kumtii Mungu. Continue. Endelea. When he says love other people, Akisema penda wengine, love other people. wapende tu. When he says continue being compassionate, Akisema endelea kuwa mtu wa huruma, continue being compassionate to others. endelea kuwa mtu wa huruma kwa wengine. When he says love your enemies and pray for them, Akisema penda maadui zako na waombe, just do it. wefanya hilo. As you continue to obey the Lord, Unapoendelea kumtumainia his Mungu, plan keeps unfolding for mipango you. yake inafunguka juu yako. Let me tell you, Wacha nikwambie, when you continue obeying God, ukiendelea kutii Mungu, he continues to unfold the plan. naye anaenda akifungua mipango yake, And one day, na siku moja you will see yourself there. utajipata mwenyewe pale, God using you. Mungu akikutumia. Hallelujah. Haleluya. Finally, La mwisho, God Mungu will not use you for popularity. hata kutumia kwa sababu ya wingi, He will use you for his cause. kwa sababu, lakini atakutumia kwa kusudi lake. I am not a compassionate bishop Mimi sio askofu wa huruma to be popular. ili nijulikane. Some people will think and call this church an unga church. Watu wengi wanafikiria na kuliita kanisa hili kanisa la unga, We are not giving to be popular. bali hatupeani ili tujulikane. Hata leo tutapeana. Amen. We give because it is our behavior. Tunapeana kwa sababu hiyo ndo tabia yetu, Na hata leo tutapeana. Na hata kesho, miaka yote tumekuwa. tukipeana. He is not using us to be popular. Hatutumii ili tuwe tunajulikana. No. Hapana. You cannot be popular Hawezi ukajulikana for paying school fees kwa kulipa kalo to needy children. kwa watoto wanaohitaji. No. Hapana. It is because God is using us Ni for kwa his sababu cause. Mungu anatutumia kwa kusudi lake. When God will lift you up, Wakati Mungu atakuinua, he will not lift you up to be popular. hata kuinua ili He ujulikane, will lift you for his cause, bali atakuinua kwa kusudi so that you lake, can change that ili family, ubadilishe familia, so that that mother and that father will never sleep hungry ili again, baba na mamako wasilale njaa so tena, that they will not be rained on. ili wasinyeshewe. May God use you for his cause. Mungu And not akutumie for kwa kusudi lake, popularity. lakini sio kwa kujulikana. Amen.
God cannot use men for popularity. Mungu hawezi akatumia wanadamu ili wajulikane. He uses them for their cause. Bali anawatumia kwa kusudi so that you lake. can deliver someone Ili ukomboe mtu from something. kutokana na kitu. He used a stammering Moses. Alitumia Musa aliyekuwa kigugumizi. So that he can break and deliver the children of Israel from Pharaoh. Ili avunje na akomboe watoto wa Israeli kutoka Misri mikononi mwa Farao. If God will bless you with money, kama Mungu atakubariki na pesa, go back home and build a good house for your mother and your father. Rudi nyumbani, jengea baba na mamako nyumba nzuri. You will not be doing it for popularity. Hautafanya hilo ndo ujulikane. You will be doing it because it is his cause. Lakini utakuwa unalifanya kwa sababu ndio kusudi lake. So that you can change something. Ili ubadilishe kitu. May God use you this morning. Mungu akutumia asubuhi. I said may God use you this morning. Mungu akutumia asubuhi. I said may God use you this morning. Mungu akutumie leo. Amen. In your mother's prayer, katika maombi ya mamako or your father's prayer, ama babako, there is sometimes they say, mara mingi huwa wanasema, God, Mungu, the children I give birth to, watoto niliowazaa, may they not put me into shame. Wasiniaibishe. May that prayer of your mother and your father come to fulfillment in Jesus' name. Wacha hilo lombi la mamako na babako lifanyike katika jina la Yesu. May God use you to bring honor to them. Mungu akutumie kuleta heshima juu yao. Angikorwo ngiriga kwanyu ni mukuheo gitio, Ngai akuhe hoti wa kuiriga. Angikorwo ngitonya kwanyu na gakari uguo gapakwo nja, kwanyu ni gukugia gitio, Ngai ni akuhuthire gutwara gitio kiu. Aikorwo ciana iria ikumite thutha, we ndwathomire wega, no aria me thutha waku no marerutaniria guthoma, Ngai arokuhotithia kumathomithia utwarire muci ucio gitio. May God use you this morning. Mungu akutumia asubuhi ya leo. May God lift you up this morning. Mungu akuinue asubuhi ya leo. He is the maker of men, may he make you. Yeye ndiye anatengeneza wanadamu. He is the lifter of men, may he lift you. Yeye ni anainua wanadamu, akuinue. In the name of God the Father, katika jina la Mungu Baba, God the Son, Mungu Mwana, and God the Holy Spirit. Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. May we rise on our feet in Jesus' name. Tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu. Can you tell your neighbor, may God use you this morning? May God use you this morning. For the